Vaga labda kile kikamba kiunoni. Aje Simba tu leo aanze kutoa kamba. Kwa nini toe kamba yangu? Watu wakawa wanahusianisha na imani ya kamba yangu. Hii kamba yangu mimi najua nikivaa na muenzi babu yangu. Unilizio nitoe. Ndio hizo imani watu wakawa wanahusianisha. Haya asingepinduka ile kamba angeona. Pale si alisukuma watu wakaona. Watu wakaona kamba. Haya kamba imeharibu nini sasa? Ila ujinga na nyoa. Ila kamba sio mahala pake pale. Na uambie. Sio mahala pake kamba tunazoea. Sikiliza vizuri bana. Zile ni mila za watu. Napaswa kuheshimu mila za watu. Basi Gay sio mpuuzi kwamba eti anajua. Hajui kwamba sasa yote anaweza kapinduliwa kamba ikaonekana. Wapi alikuwa hajui? Si ndio? Alikuwa anajua. Anajua kama mimi muda wote nikipelekwa Malkiti watu wataona. Wataona kamba. Lakini siku hajali kwa sababu anaona nyinyi ndio wajinga. Mna discuss vitu vya kipuuzi, vitu minor. Tuongelee basi kiwango changu. Ongeleni kiwango cha Libase. Yaani unaongelea kamba na wewe mjinga kweli? Tuangazie hapa friji. Kamba ya Libase Gay imeshusha ubora wake uwanjani? Hapana. Si ndio? Performance, water performance. Cheni eti ameweka shanga. Nyesha shanga mnazijua wenyewe? Mimi sizijui. Basi wanaojaribu kuangalia kiuno cha Libase Gay ni wapuuzi kweli kweli hao. Wanaoangalia. Watu wa Dar es Salaam hao. Ni kamera hizo. Watu yaani wanaangalia kiuno cha mwanamume mwenzio sio upuuzi. Ni kamera hizo. Niambie mtu wa mkoani wote alio comment kuhusiana na kiuno cha nani cha Libase eti kamba. Nani? Watoto wa mjini. Mjini hapa. Kiuno tumeona kamba. Ujinga kabisa wanawaza. Mimi kwangu Libase Gay ndio usajili bora mpaka sasa hivi dirisha dogo. Kwa Simba Sports Club. Sio kwa Yanga, sababu Yanga wana Okelo brother. Ule ndio usajili top. Ila Libase Gay ndio usajili bora kwa Simba. No Chama, no nani. Libase Gay ndio usajili bora kwa sasa. No goalkeeper Mohamed Jibril Jibo. Amekuja pale akaonyesha uhai. Wewe uko unaona mali na kama mguni. Uko unaona mali. Save zile unaona. Tempo lile, dude lile mwanangu. Kuna muda wachezaji wa Simba walikuwa wakigusa mali wamefika. Lakini alipoingia alidude lile pale. Lidude lile mwanangu umeingia. Jitu lile pale Libase Gay anaweka mali watu wanagonga msulu wanaondoka. Wanaenda wawili walimpindua. Hata ile kamba mliona mara baada ya watu wawili kwenda kumpindua pale. Kupindua. Waliharibu mambo. Kamera nayo ikanyanyua, ikamuonyesha. Lakini mwisho wa siku kwangu, huo ndio usajili bora. Na kama Simba atampa matunzo, shida Simba ni moja. Wamtunze na wamlinde sana huyo. Libase. Wamlinde na wamtunze sana kwa sababu hii tabia mchezaji anakuja, anaonyesha ubora wake ndani ya msimu mmoja na ana flop. Hii ndio shida ambayo Simba. Alafu hapo tuukazie. Hii shida kwa Simba Sport Club inaonekana sana kuwatafuna. Elie Mpanzu alikuja akaonesha msimu ulioisha msimu huu na angalia Elie Mpanzu kama uko down hivi. Wachezaji wanakuja na viwango vyao bora kutoka alikotoka, dakika za mwisho wanakuja kufia Simba Sport Club. Shida hasa ni nini? Benchi la ufundi au juu? Yote ni juu tu. Usirias wa viongozi. Viongozi wa Simba wanajua kulealea sana wachezaji. Alafu kimayai. Alafu hawana restrictions zao. Mfano ukienda mahakamani, nje ya mahakama ukiwa unapita wameweka mabango yao. Usiongee hapa. Usiongee kwa sauti. Usikojoe hapa. Usikojoe hapa. Nimetumia lugha ngumu lakini usiende haja ndogo hapa. Ila wao waandiki usiende haja ndogo. Usikojoe hapa. Kwa nini? Ili kila mtu aelewe. Sababu kuna msukuma tu anza kama amechanganyikiwa. Akaona haja ndogo hajaelewa anakojoa pale. Anakamatwa, si ndio? Simba hawana hizo restriction kwamba mchezaji underperform na mlima mshahara. Mchezaji underperform na muacha akatafuta timu sehemu nyingine, haijalishi vipi nitavunja naye mkataba. Yanga wana hiyo. Yanga wana hiyo. Yanga engineer ameenda kule mechi yao dhidi ya wale jamaa Elmereh, wameenda kucheza pale Rwanda pale Pele Stadium. Before game akasema mbele ya media na wachezaji wao wanasikia. Kama mchezaji anacheza chini ya kiwango na kama mchezaji hata jituma kwenye klabu hii, sita kuachana naye muda wowote. Naachana naye. Uliona msimu uliofuata si aliacha watu pale? Watu waliondoshwa. Si ndio? Kina Joseph Guedes, kina nani? Watu walifurushwa pale. Msimu huu wameingia wachezaji pale Masifa, Matambo, Majigambo, Alikamwe ameongea kila kitu. Engineer kapiga chini. Ekuwa anaranda saizi mjini hapa. Ekuwa na like kila mtu wepeji tuenda kule unakuta. Amekatakata mrembo kiuno utaikuwa ka like. Ndio kazi sasa imebaki kwake. Ana shughuli. Kazi Ekuwa. Baki ku like viuno vya watu. Yaani yakuta mtu ananengwa vizuri. Mimi nashangaa bishana Ekuwa kila post. Sema Ekuwa vipi? Mimi hata nikiendaga maskini ya Mungu kagua, unajua sometimes macho anataka aone vitu. Vizuri. Lakini mimi bro, mimi huwezi kuona nimelike. Vitu vizuri. Naangalia sasa nikiangalia kule kwenye line nakuta Ekuwa amejaa. Kwa nini? Kwa sababu tayari mshughuli. Yeye ameshamwambia baba wewe sasa kazi yako tunakutafutia timu uende kwa mkopo. Kwa mkopo. Dumbia. Tayari ashapelekwa kwa mkopo.
Ekuwa mwenyewe na shughuli yake imeharibika. Sasa hizi Boeli Bobwa asharudishwa kwao walikotoka. Yaani hawana muda. Simba sasa njoo baba. Shomari ule pale mwaka wangapi? Anakichafua. Shomari amepelekwa Malkini na ule bwa mdogo juzi. Inarushwa mpira ule kambande. Shomari anapelekwa hadi Vikindu anang'aniana tu. Yaani Shomari pale ulichopaswa anamtoa mtoto ngeo ule. Piga wa chini. Ila si kuna replacement yake ambayo ipo. Nani? Duchu ana kazi gani babu na wewe? Ha? Simba si waliona kwa Duchu. Wewe mbona unaanza kuharibikiwa? Yaani Duchu akacheza na Esperance pale. Ngumu. Yaani issue ni kwamba Shomari Kapombe he need to rest. Yaani amechoka. Umri unaenda. Kocha sasa. Sasa wewe ule bwa mdogo anaitwa Jack. Jack nani? Jack Diarra. Jack Diarra tena Simba alimtaka yule. Mechi ya Burkina Faso anacheza pale Zanzibar ilikuwa ni kombe la mapinduzi. Kile ni timu za taifa. Yule Dedla yule alikuwa ni chief scout wa Simba. Alipeleka jina la Jack Diarra. Simba pale. Simba akatupa tu kwa kawaida. Tena alikuwa pesa ndogo tu. Leo hii kaenda kuwafanya kitu kibaya na alikuwa anawapelekea moto kweli kweli. Sio tu hilo goli, alofunga, lakini bado anakuwa anatimulia vumbi kweli kweli. Anachekecha. Kapombe kwa umri wake mimi nitegemea angetumia maarifa. Unajua kuna muda utumie nguvu Maarifa. Mpira umerushwa kutoka kule mimi namtoa kwenye njia huyo mtoto. Au nalala tackling napiga ule mpira unatoka au nampiga ngeo. Ila umri nikishampiga ngeo sasa Shomari anaogopa hofia baba nikishuka chini mwenyewe tapigwa nyonga. Sasa mimi mwenyewe nataka mshahara maisha yatendaje. Kwa hiyo mwisho wa siku ule jamaa alisindikizana naye hadi golini. Shomari anapaswa kubadilika. Lakini Simba anapaswa kuongeza fullback wa kulia wa maana kule kweli. Masuala kwenda kujaza kule kushoto huku kulia kuna baki patupu itaendelea kuwatafuna. Hakuna jicho. Hata hivi Simba hawana scout. Chief scout hawana. Lakini kingine Simba anahitaji kupata technical director. TD. Yaani mkurugenzi wa ufundi ndio anapaswa kuwepo pale ambaye yeye sasa hivi anajua vipaji. Hii masuala eti kila kocha uleta nani mchezaji anayemtaka. Huu ni upuuzi uliopita na wakati. Kwa sababu mwisho wa siku wewe angalia. Nenda kaangalia Simba. Fadlu Davis ndio alikuwa project yote msimu jana. Kasajili rundo la wachezaji akamtoa Zambo Junior akasema bana Zambo anifai mimi namtaka Anthony Mligo. Kweli akamchukua Mligo akamfukuza nani? Zambo alishapelekwa hadi Misri mtoto wa watu. Miraji Hassan Abdalla anajua. Oya kashidilia watu pale Fadlu Davis katia watu kweli watu. Kina Maemasi kina Rushini nani? Mara haya kaondoka katupa project kaiacha ameingia dude lingine sasa Steven Baka naye anakuja na wakwake. Amemleta Olivier Toure, alishafa naye kazi mwa Ivory Coast. Amemleta yeye ndo amemsajili huyu kipa sasa hivi Jibril Kasali. Atukatae kwa sababu Kamara alikuwa na shida. Jibril mali ile. Nimeona kuna vitu anavyo. Miguuni ana footwork nzuri, ana sweep, anafanya anavyotaka. Lakini ndio hivyo ukiote unafunga. Lakini ukiangalia eneo la juu pale zaidi ni ameongeza nani? Huyu Libase Gay. Yule ni mali. Kibabage Chama pia mali Chama Simba ndo amemrudisha sasa sio kocha kumbe ni Simba wenyewe bana huyu atatusaidia huyu sasa hivi wamwambia tu kocha vipi Chama unamwonaje yule mali mleteni atusaidia kipindi hiki ambako tunapitia kipindi cha majonzi unaona bana atatuokoa afu mbuzi wa kafara tu sometime wanaletea tu mashabiki wa furahi kwamba tunamfurahia Chama lakini Chama mbele ya Esperance angefanya nini na wewe haya dhidi ya Stemali anafanya nini Dida Petro anafanya nini? Yaani Simba hii ni kama vile sasa hivi wanatoanga maji kwenye kinu. Simba hii ni kama vile wanachota maji na gunia. Maji yanamwagika tu. Wanachota maji yanamwagika. Kwa hiyo wanapaswa kwanza kujua shida yao alafu waitatue. Lakini kusema kwamba Simba wataenda ni ngumu sana. Hii ni kwambia timu tatu brother, mechi tatu. Kuna Esperance kwa Mkapa, kuna Stemali kwa Mkapa, alafu una Petro di Luanda. Na Stemali ndo mechi ya mwisho. Kwanza akimaliza na Esperance anamfuata Petro. Jana Petro kalambwa goli 2 na Stemali. Unaonaje wale watoto pale? Kwa kwangu mimi Simba waseme tu bana sisi sasa hivi tumesarenda. Na wewe pia ushakatia tamaa. Ipi sasa Simba ipi kwa sababu ingekuwa kuna alama 9. Ingekuwa inaonyesha. Yaani mpira mtu unaona kabisa kwamba hawa wachezaji hata wanavyoingia. Sasa Simba wachezaji wametoka kwenye vyumba dressing room wanaingia uwanjani. Wanatembea wachezaji nyuso tu azionyeshe wanaenda kushindana. Simba ya zamani ya moto akina Mugalu wewe. Simba anaenda kwa AS Vita Club. AS Vita ile ilikuwa bado ya moto. Mugalu anapiga bola penalty pale. Simba anacheza na Kaizer Chiefs. Wanafungwa kule goli 4 anakuja kumlamba kwa Mkapa hapa goli 3. Simba anafungwa na Orlando Pirates. Anakuja kwa Mkapa anaenda kufanya bala zito. Kuunganisha wanachama. Walisema tarehe 5 wataanza kugawa kadi za wanachama. Tarehe 5 Januari. Imepita. Leo tarehe ngapi? 20 ngapi? Leo tarehe 26.
si ndio? Leo tarehe 26 leo. Wanapata vizuri. Na kupata vizuri. Sasa kama tu wao wenyewe wameshindwa kuungana, wakashindwa kuunganisha na wanachama wao, ahadi zao za uongo, mara kadi za wanachama tarehe 5, mara sijui riza imeingia, hamna hadi leo, mara sijui nini, vitu hamna. Mwisho wa siku mashabiki wameshaingiwa na ganzi. Mimi juzi nilikuwa nasikiliza mashabiki wa Simba. Mimi nilikuwa natangaza ile mechi kwenye YouTube channel. Nasoma comment asema kawaida. Sisi tushazoea. Tushaingiwa ganzi. Yaani sasa hivi sisi tumeshakufa. Yaani Simba anaonyesha kabisa mashabiki wao wamekufa. Kwa hiyo hawajali wapoteza wasipoteza, sababu wanajua wao ni wakufungwa tu. Mechi 6. Katika mechi 6 Simba ameshinda mechi moja tu. Mechi 6 consecutive Simba ameshinda moja tu. Kwa hiyo inamaanisha nini? Ni Simba mbovu kuwahi kutokea kwenye karne, kwa sababu ilipambana misimu yote tulikuwa tunaona. Walienda kusikiwa points 2 dhidi ya Vipers, wakachukua dhidi ya Oroya, akaenda na pointi zake 9, na huko alidondosha mechi pointi 6 katika mechi 2. So my point ni nini? Hii mechi ya Simba dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, wachezaji wa Simba ambao wanaonekana kwenye ubora, Libase Gendo, mchezaji ambaye anaweza akapush, anaonekana kwenye ubora, yule ndo anaweza akapush, achana mambo mengine akipuuza anazungumzwa mtaani. Mimi nimeshavuka wa imani hizo, sisi sio imani hizo tena. Kama ni wachambuzi wanaongea hivyo, na wapuuzi na wapuuzi wa mwisho. Na afisa habari wa klabu moja alilikazia sana hilo swali. Ujinga huo. Diara alikuwa anavaa hiyo. Yaani ni hivi, wachezaji kutoka Afrika Magharibi, ile ni